الحمد لله الذي أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى. Shukurani zote za dhati zinamstahiki Allah subhanahu wa ta'ala, yeye aliyetuumba na akatupatia fadhaila nyingi sana, neema nyingi tofauti tofauti. Katika neema hizo ama katika fadhila hizo ni kwamba ametufanya kuwa mimi na nyinyi kuwa Waislamu, na rehma na amani zimwendee bwana wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, yeye pamoja na masahaba wake na yeyote ambaye kwamba ataweza enda sambamba katika mwenendo wake mpaka siku ya kiyama. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuweke miongoni mwa watu wema, Allahumma amin. Baada ya hayo, ndugu zangu, niliuliza swali na mmoja katika waumini akaniuliza, je, Muislamu anaposalimiwa ama anapopewa salamu na mtu ambao kwamba si Muislamu atajibaje? So nimeona kwa ujumla ni mjibu kwa kutumia video na kuweza kufasiri vizuri na kutafsiri vizuri ili wengi katika Waislamu waweze kufaidika. Kwa hivyo ndugu zangu, suali ni hili: kaifa yuraddu salam ala al-kafir? Ni vipi unamujibaje mtu ambao kwamba amekupatia salamu na ilhali yeye si Muislamu? Unamjibaje? Je, dini inaelezea kivipi? Kwa hivyo ndugu zangu, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Naam, amma ba'd, faqad dhahaba jamhur al-ulama ila anna radd as-salam min al-muslim ala al-kafir yakunu bilafdhin. Maulama wanasema kwamba mtu ambao kwamba amekusalimia si Muislamu, awalan jua kwamba assalam min Allah ta'ala, salam ni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani kutoa salam si farad, lakini radduhu, kuijibu, ni lazima kwako kama Muislamu. Muislamu kama amekupatia salamu ni lazima wewe umfanye nini? Ujibu salamu yako. Alafu kitu kingine, imepokewa hadith kutoka katika kitabu Sahih al-Bukhari na Muslim katika namba ya 667, nasema kwamba hadithi imepokewa na Abi Huraira radhiyallahu anhu, nasema kwamba suila Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, aliulizwa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kuhusu, ni hadithi imepokewa na Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anasema kwamba qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam alisema, idha sallama alaykum ahlul kitab faqulu wa alaykum. Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam alisema kwamba unaposalimiwa ama unapopatiwa salamu na mtu ambao kwamba si Muislamu, muwe mnawajibu kwamba mseme wa alaykum. Alafu kitu kingine, Muislamu kama amekupatia salamu na hajaimalizia, ni lazima wewe, kwa sababu Allah anasema munapopatiwa salamu nyinyi
muwe mnajibu bi ahsana minha au rudduha. Ni vizuri kwanza umpatie salamu nzuri ambayo kwamba ni pana kuliko maneno machache aliyosema. Mfano Muislamu aseme assalamu alaikum, ukitaka kutoza mjibu wa alaikum, lakini ni vizuri kama amekupata salamu ndogo, wewe umpatie kubwa ama pana, ili uweze kupata thawabu kamili. Kumekuja katika zama za Mtume Muhammad sallallahu, kuna sahaba mmoja amekuja Mtume Muhammad sallallahu akamwambia, akamtolea salamu, akamwambia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alafu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akamjibu akasema wa alaykum assalam wa alaykum. Alafu kukakuja msahaba mwingine akamwambia wa assalamu alaykum wa rahmatullah. Alafu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akamjibu wa alaykum assalam. Alafu akaja mwingine watatu akamsalimia akasema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtume Muhammad sallallahu akasema wa alaykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Basi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akafanya nini? Akamwambia huyo watatu, akamwambia 30. Wale wawili, yule wa kwanza akamwambia wajadta 10, mwingine akamwambia 20. Hiyo inaonyesha kwamba salamu iko na fadila na sharaf kubwa sana. Kwa hivyo insha Allah ni vizuri tuwe tunapatiana salam, kwa sababu Mtume anatuhusia u'ti salam man lam ta'rif. Unapatia salamu ile ambayo kwamba unamjua, una mwenye ambao kwamba unamjua. Katika sisi zama zetu unapatia salamu mtu ambao kwamba unamfahamu, na si vizuri tupatiane salamu katika baina yetu, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afshu salam bainakum. Kwa sababu Mtume anasema kuna kitu ambacho kwamba mtakachokifanya kitaweza zidisha mahaba kati yenu, ni kwamba afshu salam bainakum, mnatoleana salamu ama mnapeana salamu kati yenu. Kwa hivyo ndugu zangu, tujaribu tupeane salamu, ni kitu ambacho kwamba adhim na ni kitu kizuri. Na muncha make bavandimwe, mbanje gushimira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ambashije cyangwa se abashije kuba yaduha ubufasha cyangwa se ingabire y'inge kuba tukiri bazima. Umwe mu bavandimwe ambashije ikibazo arambaza ati ese ni gute wasubiza utari umuyisilamu mu gihe akwifurije amahoro y'Imana, akubwiye ati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abamenye bavuga yuko ni byiza ko nuramuka aguhaye salamu ugomba kubigenza nkuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu, kubera yuko ngo rimwe ni hadithi yakiriwe na Anas ibn Malik, iboneka mu gitabo cya sahihain nako mu gitabo cya Sahih al-Bukhari na Muslim, kwamba kubera ko ni hadithi yakiriwe na Anas ibn Malik yavuze ko Imana imwishimira, yavuze yuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ibwira abayisilamu cyangwa se abasangenge nababwira ngo nimuramuka musujwe n'abatari abayisilamu, bakababwira ati assalamu alaikum, cyangwa se bakabifuriza indamutso kuturuka ku Mana ati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, muzabasubize ngo wa alaikum. Ni hadithi wasanga muri mu gitabo cya Bukhari na Muslimu. Mu gitabo cya Bukhari wasanga ni hadithi ya 3258 no mu gitabo cya Muslim ni hadithi 2233. Bityo rero mu byukuri mujye tujye tubasubiza muri ubwo buryo, kubera yuko iyo dukoze igikorwa cyo cyose nkuko twabivuze muri video zashize, iyo ukoze igikorwa cyo cyose nkuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajyaga igikora, nuko ubona ibihembo byuzuye. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushira mu bantu bumva kandi bagashyira mu bikorwa. Wallahu yaqulu al-haqq wa huwa yahdi as-sabil. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.